Kwa majina halisi anaitwa Heria Lumato, na katika historia yake baba yake alikuwa ni askari wa JKT, akiwa ni dereva wa mkuu wa JKT aliyeitwa Makame ambaye kwa sasa ni marehemu, na mama yake alikuwa ni askari wa JWTZ ambaye alikuwa akihudumu katika upande wa mawasiliano katika jeshi la JWTZ. Huyu jamaa professional yake ni cameraman ambaye amewahi kufanya kazi na makampuni mbalimbali kama vile ameshawahi kufanya kazi kama muhariri wa habari ndani ya Pilipili TV, lakini pia ameshawahi kuwa videographer wa watu mbalimbali. Alishawahi kuwa videographer wa MC Pilipili, lakini pia alishawahi kufanya kazi kama mpiga picha wa aliyekuwa mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo. Lumato alishawahi kuwa mpiga picha wa kamishna msaidizi wa jeshi la polisi, na baada ya hapo kujihusisha na ujasiriamali wa kufungua vituo vya magames, yani PlayStation. Na siku zote Mungu hamtupi mja wake bwana, na analipanga siku zote wala hakuna anayeweza kulipangua. Na hapo ndipo likatokea wazo la kuwa semaji la mchongo. Na cha kushangaza ni kwamba wazo hili lilitokea kwa mke wake bwana, na hii ni baada ya yeye kunyolewa vibaya na kuona muonekano ambao unafanana na Ahmed Ally ambaye ni msemaji wa timu ya Simba. Lakini hiyo haikutosha tu, mke wake aligundua kuwa Lumato ana uwezo mkubwa wa kusoma vitu na kukariri kwa haraka, na hivyo akamshauri kuanza kukariri sauti. Na kwa mara ya kwanza akaanza kukariri sauti ya Ahmed Ally ambaye alikuwa na muonekano unaofanana naye. Rasulillah Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anza kuchanganya. Alhamdulillah. Akapunguza mtu wa kwanza, akapunguza mtu wa pili, akamwangalia kipa amekaa kama yuko msalabani. Na baada ya kufanya vitu kwa muda mrefu na watu kuona na kupenda vile anavyovifanya, basi miongoni mwa mashabiki wazuri walikuwa ni Baba Levo ambaye alimuona, na kwa muda huo akampa nafasi kwenye 7 Media kama muandaaji wa maudhui mbalimbali ya vipindi vya michezo pamoja na vipindi vingine. Na hii inatufundisha vitu vingi sana, lakini moja kati ya hivyo inatufundisha kuwa tusikate tamaa kwenye maisha yetu, kwa sababu Mungu yupo na anatuona kwenye kila hatua ya maisha yetu. Mimi naitwa DI.